Usimwombe mtu kitu hadharani, unampa ugumu yeye kukujibu. Hii saikolojia ya wanadamu inasema kwamba kwenye umati wa mtu ukimwambia mtu nisaidie 20,000, nisaidie naomba kitu fulani, unampa ugumu kwamba nifanye kwa maamuzi yangu au kwa pressure ya watu wanaonitazama. Nikisema hapana inakoje, nikisema ndio hapana. Usimwombe mtu kitu hadharani, unampa ugumu kukujibu. Ukitaka mtu akusaidie kitu haraka, basi anza kwanza kumsifia ndio muombe unachotaka. Hii ni dark psychology. Wanadamu yote anaendeshwa kwa sifa. Ukitaka mtu akusaidie haraka, anza na mkali, nini waibu nisaidie kitu fulani. Tuendelee. Maongezi yote yanamata sekunde 5 za mwanzo. Kwa hiyo ukiwa unarekodi video, fahamu kwamba sekunde 5 za mwanzo niongee kitu cha maana, attractiveness kitakachomfanya aendelee kunitazama. Habari ya mtu fulani iliyosikika, mtu ngoja niangalie. Au hivi na hivi. Na algorithm inasema kwamba video inayopostiwa sehemu tofauti ambapo mara nyingi watu hawaendi inatazamwa sana kuliko ambapo unarekodia sehemu hiyo hiyo. Ukitaka kuamini hilo, post content kadhaa ukiwa hapo geto kwako au hapo nyumbani kwako. Kisha safiri nenda mkoani, post content za mkoani, utaona kwa kuwa umechanganya mazingira, algorithm inaiboost. Hujui, hutaki kusoma vitabu, kazana na ujinga wako. Anaendelea. Mtu mwenye saini ndefu ni kiashiria kuwa anaongea sana. Mwenye saini fupi ni mkimya. Kwa hiyo ukitaka kujua wewe ni muongeaji sana au ni mkimya, ukiomba atumie muda mrefu kwa saini, ujue ndio the more anavyoongea. Ni rahisi kumdanganya mtu ikiwa tu utatumia lugha ya Kiingereza. Sijui, tuendelee. Ili ufanye biashara vizuri, jiulize ni kwa nini watu waje wanunue kwako. Sawa. Hii ni psychology iko huru. Kitabu ni light ningalijua. Anaendelea. Mwili huongea kuliko maneno. Lugha ya mwili huchukua 1% kubwa ya mawasiliano zaidi ya 70. Macho, mikono na msimamo wa mwili na muonekano husema mengi. Maneno haya yametoka Mehalbian A mwaka 1977. Kitabu kinaitwa Silent Message. Umeona ninachofanya hapa? Unanisikiza kwa kuwa unaendelea kunisikiza kwa kuwa si tu naongea na shape picha yako. Yule baba alikuwa mkubwa. Kwa kwenye akili yako una shape kabisa alikuwa mkubwa. Lakini alikuwa mweusi ti, unamweka picha. Sasa kuliko yule baba alikuwa mkubwa, alikuwa mweusi ti. Unaendelea. Ukitaka kuipata fedha ya mteja haraka, mrahisishie yeye kuitoa na muoneshe atanufaika na nini kupitia hela yake. Ukitaka fedha ya mteja haraka, mrahisishie yeye kuitoa, alafu muoneshe yeye atanufaika na nini kupitia ile hela. Ni kama kumuomba. Ukitaka maombi yako yajibiwe haraka kwa Mungu, wakati unaomba muoneshe Mungu yale maombi yakikujibu atanufaika nini. Huwezi kuomba wewe Mwenyezi Mungu naomba usaidie hela, ufanyie nini? Nikupe hela ufanyie nini? Ukawatambie watu, wavimbie watu, nisaidie kitu fulani hivi na hivi. Ukinisaidia uwezo huu, nitasaidia wasionavyo. Unapewa kwa kuwa nikikupa huyu kuna basi.